uaminifu wa Mungu ni mkuu. Na Mungu ni mwaminifu katika kurehemu. Kwa kuwa amesema nafuta makosa yangu kwa ajili yako, kwa ajili yangu mwenyewe. Mungu anakuwa mwaminifu kwenye kufuta makosa yako. Anakuwa mwaminifu. Anakuwa mwaminifu. Ukisoma tena sura mstari wa 33 sasa moja na 32 anasema hivi mpaka 33 anasema hivi, kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele, maana ijapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Umeona? Kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele, maana ijapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Maana yake Mungu hata kama umemkasirisha, Mungu hawezi kukutupa milele. Mungu hawezi kuacha milele hata kama umemkasirisha, kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. My God, glory to God. Mungu hawezi kukutupa milele hata kama umemkosea mara ngapi. Hata kama umemtenda dhambi mara ngapi, hata kama umetenda maovu mara ngapi, lakini Mungu amesema hata kutupa hata milele. Umeona? Ijapokuwa umemhuzunisha atakurehemu. Na ndio maana akasema kwenye Isaya kwamba mimi ndi Mungu niyafutaye makosa yako kwa ajili yako mwenyewe. Yaani Mungu anafuta makosa yako kwa ajili yake mwenyewe. Na yani kumbuka hii point kwamba Mungu anafuta makosa yako kwa ajili yake mwenyewe. Na hapo anasema hivi, hata kama umemkosea mara nyingi, lakini atakurehemu. Yaani Mungu ni Mungu wa rehema. Ni mwingi wa rehema na huruma. Anasema maana moyo wake hapendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Sasa angalia tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu ni ajabu sana. Yaani moyo wake haupendi kukutesa, moyo wake haupendi kunitesa. Yaani Mungu moyo wake haupendi kuwatesa wanadamu. Umeona? Wala kuwahuzunisha. Yaani Mungu hapendi kuhuzunishe. Mungu hapendi uhuzunike. Mungu hapendi uangamie. Mungu hapendi kuhuzunisha. Yaani Mungu anachotaka usihuzunishe, uishi kwa amani na furaha. Lakini watu wengi leo tunahuzunika kwa sababu ya madhambi ya makosa yetu tunayofanya. Na kwa sababu hatutambui huruma za Mungu na rehema za Mungu juu ya maisha yetu. Haleluya. Na wakati mwingine unapata matatizo kwa sababu wewe mwenyewe husamehe. Yesu akasema hivi, wasameheni ndugu zenu na nyinyi msamehe makosa yenu. Msipowasamehe makosa yenu na makosa yao, na nyinyi hamtasamehe na Baba yangu wa mbinguni. Maana yake unachotakiwa, kanuni ya rehema ni kuwasamehe waliokukosea, na Mungu